Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu unaendelea vizuri na Mwenyezi Mungu akubariki. Leo tunakwenda kumalizia mada yetu ambayo itakuwa ni sehemu ya mwisho, na baada hapo tutatazama mada nyingine ya kujifunza. Tunakwenda kuangalia ni namna gani ya kukabiliana na ugonjwa wa figo. Kwanza tuanze na mtindo wa maisha, ndio hatua ya kwanza zaidi. Kwa hii itahusisha watu wenye ugonjwa wa figo na hata wasio na ugonjwa wa figo. Zingatia haya mambo tafadhali. Namba 1, usitumie chumvi isiyochemka kwenye chakula na kwenye mboga. Ni hatari kwa afya zetu, sio tu figo, hata kwenye magonjwa ya moyo. Lakini pia namba 2, usitumie mafuta ya wanyama kama vile mafuta ya ng'ombe, ya nguruwe, ya kondoo, ya mbuzi. Badala yake tutumie mafuta ya mimea kama vile karanga, ufuta, korosho, mawese, nazi, makweme na mengine yanayotokana na mimea. Namba 3, tuache matumizi ya dawa za kienyeji ambao ni hatari zaidi, kwa sababu kiwango chake cha sumu kinakuwa hakijapimwa, lakini kiwango cha dawa unachotakiwa kuchukua hakijapimwa. Kwa hiyo inaweza kukupa hatari ya kuharibu figo. Namba 4, ni muhimu kuzingatia matumizi ya dawa kwa usahihi. Ikiwa umepewa dawa za maumivu, basi tumia kwa usahihi. Lakini kitu kingine, tuache matumizi ya dawa za maumivu kiholela, kwa sababu matumizi ya dawa ya maumivu kiholela basi inaweza kukuletea madhara ya kupata magonjwa ya figo. Namba 5, tusinywe pombe. Pombe inaweza kuathiri figo kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo pombe inaweza kuathiri figo, hasa sisi vijana. Wengi wetu tunatumia pombe tukiona ni sehemu ya starehe ya maisha. Inakuwaje leo unatumia dakika 10 kuathiri figo, lakini pia unatumia miaka 10 kutibu figo? Lakini pia matumizi ya tumbaku. Vijana wenzangu, kama sigara, bangi, gozo, shisha, vyote hivi vinaweza kuhusishwa na matumizi ya tumbaku ambayo yanaweza kukuletea shida zaidi ya magonjwa ya figo, lakini pia mapafu, pia moyo na magonjwa mengine mengi. Ukiwa kama mzazi, rafiki, ndugu, ni vyema kwenda hospitali mara kwa mara kujua hali yako ya kiafya, na hii itakusaidia kuweza kubaini kama kuna changamoto na kuitibu haraka. Namba 2, kama ni mtu ambaye una magonjwa kama vile kisukari, presha na magonjwa mengine, basi hakikisha unakuwa kwenye matumizi ya dawa yaliyo sahihi, lakini pia unakuwa kwenye mahudhurio ya kliniki ili uweze kujua maendeleo yako. Usipotumia dawa unaweza kuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa figo. Iwe una presha, iwe una kisukari, unaweza kuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa ya figo. Lakini namba 3, hakikisha unapata ushauri wa daktari kila baada ya muda fulani. Iwe miezi 3 au miezi 2 au miezi 4. Hii itakusaidia kujua namna gani unaweza kuwa vizuri zaidi kiafya. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua inayofuata katika matibabu, watu wote ambao wamekuwa wamegundulika na ugonjwa wa figo, basi waende kwenye kliniki za magonjwa ya figo waweze kupata ushauri. Ikiwa wanatakiwa kusafishwa figo, basi waweze kusafishwa figo, na kama wanatakiwa kupatiwa dawa, basi waweze kupatiwa dawa, na kama wanatakiwa kupandikizwa figo nyingine kwa ajili ya usalama wa maisha, basi waweze kupatiwa huduma hiyo ya haraka ili waweze kuwa vizuri kiafya. Kwa kufanya hivyo unaweza kuwa vizuri kiafya. Niwatakie siku njema na Mungu awabariki sana.